Ile kafanya kurotate wenyewe wanasema. Walirotate. Nao wacheze. Ile ni kurotate tu. Mashine zote umezipumzisha. Huwezi kupumzisha wachezaji eti kwa ajili unaenda kucheza na Yanga. Wewe kama una timu nzuri una timu nzuri tu. Kweli? Kale kawapumzisha, wamepumzika. Umenelewa sijui. Waliobakia wamecheza, wamepata goli moja, wameshinda Simba, wamechukua point 3. Basi ndio cha msingi. Zile mashine zimepumzika. Sasa ukiniambia zimepumzika kwa ajili ya mtani wake Yanga, mimi siamini. Kama ni kweli waliwapumzisha kwa ajili. Ila ukiniambia kwa kwamba Singida alimfunga Simba kwa kumkwepa Yanga, hilo mimi nitakubali. Singida alimfunga Simba kwa kumkwepa Simba mwenyewe aliamua kuweka. Yanga huwezi kuwafunga mara mbili kila siku nakwambia. Yanga huwezi kuwafunga mara mbili. Kwa hiyo mzee hapa kodi yako inaashiria kumbe mnyama hata jana hizi volcano zake aliziweka benchi kwa sababu anajua kuna kitu kikubwa kinataka kifanyike. Ndo maana yake. Kumekaa ukimya. Kwani sasa tumekaa kimya, kwani sisi tunaongea nini? Mechi ya kwetu. Sisi tunaalikwa twende uwanjani tukatandike kabumbu. Sasa kwa nini hatupati matangazo yoyote kutoka kwa nani wala msemaji kuhusiana na dabi? Maana jana tunanukuu maneno Ahmed Ally. Anasema kama litatokea tofauti au jambo lolote linalohusiana na dabi tarehe 25 mashabiki wetu tutawaelekeza. Upande wengine wa mashabiki my friends wanasema kwa nini tusielekezwe kama dabi ipo au hakuna? Ukimya unaashiria nini? Ikiwa kama mechi ya Simba na Yanga inaanza kuchezeshwa nje, yani mashabiki kuwa na morality na motisha wa kufanya hamasa na mambo mengine ili kuelekea kwenye mchezo. Lakini kwa upande wa viongozi wa Simba wako kimya kabisa. Labda mimi nikuulize, kwani wewe unaiona ina mvuto hii dabi? Inakosaje mvuto na kati? Haishaharibika, mvuto ni ule wa kwanza. Mvuto ulikuwa wa tarehe 8 na tarehe 15. Alafu hii dabi kaleta kelele mpaka bungeni. Umenielewa? Mpaka imesababisha watu wameitwa sehemu husika, sehemu nyeti. Sijui unanielewa vizuri? Sasa itakuwa ina mvuto gani? Hamna mvuto hapo. Kwa hiyo hata wakikaa kimya waende wakasambuane, wasasapuane, wavurugane, wamalize watoke. Sasa atakayefungwa ndio utaanza uvuto tena upya. Simlikimbia tukawafumueni. Mlikuwa mnajifanya nyinyi wajanja, tumewafumueni. Haina mvuto wote. Sasa hivi natafutwa zile kelele za baadaye atakayepigwa tu chuma kimoja. Kwa sababu labda tu nikwambie, hao Yanga wenyewe wamekaa kimya wana wasiwasi. Hao Simba wenyewe wamekaa kimya wanafikiria. Sasa mimi nimeshapigwa mara Yanga wako kimya na wakati wanajaribu kuagia hamasa mpaka jana msemaji wao alikama wanawaambia wameshauza tiketi zaidi ya 30,000. Yule hata akisema sawa si mechi yake. Sasa wewe Simba unauza mechi 30 hizo tiketi 30 zako. Mashabiki tu pia wanatakiwa waweze kuwa na motisha na morali. Wewe waende pale. Kwani wao hawajui kama dabi ipo? Kauli ambayo ile katika hapo ya Simba ilitoka ile kauli ya kusema bwana sisi mchezo ukigairishwa tarehe 18 wa 15 ukigairishwa mchezo wa tarehe 15 huo utakaofuata kwetu sisi ni batili hatujui. Kwa hiyo ile hapo ya maandishi wale andika ni bado yanadumu yale na ndio maana mashabiki hata ile morality na motisha wa mechi bado hawana. Labda mimi Saidi hebu ngoja labda mimi nikwambie, mimi mwenyewe hata kuiongelea dabi staki. Sababu haina mvuto. Ina mvuto gani? Wewe unavyoiona tu dabi na mvuto gani? Mpaka sehemu nyeti zimeingilia dabi mtaribu mpira wa Tanzania, tumepiga kelele we. Sasa unalaa gani? Laha iliyopo ile dabi ingekungutwa mapema tarehe 8. Sasa angalia kigezo chao wanakuja kukwambia kombe uwanjani. Kwani makombe yanakaga wapi? Si analetwaga uwanjani? Finali wapi? Yani wamekuja wameibolonga wameikanyaga. Yani wameisumbua dabi mpaka sasa hivi wa Kenya wanaona kama vile sisi hatuelewani yani unajua kuna vitu vingine vya kitoto yani ukitaka kuviangalia sana yani vya kitoto. Mpira wetu ulishasogea juu sana. Level nzuri. Yani ilishafikia level nzuri kutokana na Mheshimiwa Rais kuweka hamasa kubwa katika mpira. Lakini watu wachache tu wasiojielewa ndio wataka kuuharibu mpira. Na ndio maana nikasema busara itumike na ndio maana watu wameinuka wametumia busara. Tukaona picha pale ya viongozi. Wameinuka watu wenye akili zao. Wewe huwezi kusema Yanga hawezi kukubali kuambiwa busara. Yeye Yanga nani? Yanga si binadamu. Ni taasisi ile inakalishwa chini. Taasisi na uongozi wake.
Na uongozi wake lazima uwe na busara. Kuwa hili tumeambiwa na mamlaka zinazotuzidi. Sawa, mpira una mamlaka zake. Mpira hauingiliwi, lakini lazima sehemu husika wewe unayeishi ina mamlaka yake. Na mamlaka yake ikisema unatakiwa utihi. Sasa watu wanalopoka tu. Yanga hata akiambiwa, dabi naenda kuchezwa hiyo. Sasa Yanga kakataa kakubali. Yanga alichokuwa anasisitiza watu waondoke. Na wameondoka. Na sasa hivi wanapanga watu wao. Kidogo imeniteleza, imetoka Anteleza. Anteleza. Saidi, tukiangalia jana Kambumbu iliyofanyika, pia tukizungumzia mchezo wa jana, pia watani wako wa jadi wa Galatia. Tukiona tena wakiopiga kichapo cha mbwa mwitu kabisa. Kono tena kwa mara nyingine. Dodoma babu na wewe. Dodoma walimfunga lini Yanga? Yani tu Dodoma Mhuli pale alikula chuma 4. Huku jana kala chuma 5. Sasa unauliza tena. Angalia pale Chama anazidi kutoka na umeona Chama, lakini bwana wewe na timu gani? Simemwona sasa na muda wake huu kaka. Dakika ya 4. Kaka muda wake huu wa kutafuta maisha. Chama huyo. Hata kama mimi ningekuwa nafanya kazi kwa mkataba wangu unakaribia kuisha, lazima nitafanya kama anavyofanya Chama. Bwana wewe. Anatafuta yule shekhi. Yule ambaye yale madini kwa tumwagia huku Simba. Sasa hivi anagonga zile. Assist yeye. Subiri sasa atoke kule aje huku. Akishachukua mkataba benchi linamuhusu. Jioni. Sio Azizi ndio alikuwa pale anamwekea usiku pamoja na kwa mpira wa Yanga jinsi anavyocheza Chama hauwezi. Kwa mpira wa Yanga anaocheza Yanga amenuna kabisa, anatafutana. Wewe bwana wewe wale nganga tu kule. Weka vitu. Hawataki ile ya wewe wapi bwana wewe? Muulize Nemesi. Nemesi alikuwa akidaka ule mpira anamwangalia nani yuko mbele kule. Tuki limetua kule. Goli wale kule pembeni wanashangilia. Unaona njano tu unadunda pembeni. Counter attack tu. Mambo ya Yanga sema kuja kubadilika sasa hivi, mnagonga pasi hata 6-7 zinafika. Hao ndio wazee wa kanda mbili. 1-2 pubu. Imefika. Unaona watu wale pembeni. Sio umekuja wazungu ndio wanabadilisha mpira. Wanasema zile ni salamu za mtani. Tumeanza mpira wa Simba na Yanga, usitegemee mtu kashinda 5 akaja akamkurupusha mwenzie. Yanga anashinda 5 alikuwa kamfunga nani 5? Alianza kumpiga mtu chuma 4 nyuma. Chuma 4 nyuma. Baada ya mechi ngapi? Nyingi. Sasa Yanga na Simba 5 chuma 5. Yanga na Simba ndo zilivyo. Wewe usije ukashangaa kwa kwamba ukaja ukaona ukakaliwa mtu kimoja au akaenda patulo basi. Na akienda patulo Yanga bingu. Kweli? Yaani kwa Simba haina faida yoyote. Simba anatakiwa ashinde tu. Na ndio hayo sasa watakubaliana na mimi. Nilikuwa nawaambia msimcheke Yanga. Kwa kufungwa chuma 2 za nyuma. Kafungwa mechi 2. Msimcheke. Sasa hivi tunakuna vichwa. Akitoa draw Yanga bingwa. Akikosa akitufunga Yanga bingwa. Tukimfunga mfunga. Chukua neno tuki. Lina maana kubwa hilo. Utajua mwenyewe. Nimesimama mimi na imani mnyama pale uhakika anaweza kufanya kitu. Kitu gani? Anapindua meza. Msitangaze. Ubaya lazima ufanyike mwaka huu. Msitangaze, wafiche hivyo hivyo. Lakini wakitangaza Simba akapotea. Mimi ndo nakwambia. Waka hivyo hivyo kimya. Kabisa. Wakitangaza tu mdogo wangu. Wamepotea. Kwa hiyo huu walithia. Yaani kuna watu pale hawatakiwi kujua Simba pale kwa Yanga Simba kafanya nini pale Simba. Hawatakiwi kabisa kujua. Watakwambia mzee Saidi pale kuna wale machao wako chini. Mimi nimekwambia hivi. Mimi si wananiona mimi msaliti, lakini wasaliti wanao wenyewe. Wanatembea nao na usifute hii. Peleka hivyo hivyo. Wapo. Tena wamejazana kibao. Na ndio maana misimu yote inaharibika. Wameenda kuleta wachezaji mabovu wakaanza kusutana wenyewe kwa wenyewe. Hata Manzese wapo. Hao hawajasema hivyo. So alisema ndio wakambembeleza Mo njoo. Lakini Mo alishachungulia pale akaona kuna utoto hapa. Huyo kasepa. Tuambieni basi wako ngwi, kumbe Mo kakimbia yuko zake Abu Dhabi. Abu Dhabi sijui uko wapi huko. Wapi Abu Dhabi nini? Abu Dhabi kenda kukaa kutulia. Ndio huko. Si unakujua. Wewe umerekebisha. Abu Dhabi sijui. Kenda kula na kula kuku tu kule. Anawachungulia. Dogo leo imemuuma. Ngoja mimi nirudi nikaiokoe timu yangu. Ndio usajili ule pale.
Nani kasajili pale? Leta vitu ambavyo sasa hivi katoa hela ndio wachezaji hao hapo. Sasa kuna mtu anaweza akamiliki Simba pale. Simba miaka 4 imestruggle. Wachezaji wa kuokota okota. Unamjua Juma Limonga wewe? Hiyo timu ndio inataka kushuka daraja, beki Juma Limonga. Wewe vipi? Anatokea wapi sasa? Utajua mwenyewe Limonga wewe. Stop engine. Bwana. Alikuwa anaitwa Stop engine. Zamani. Hiyo mechi ya mwisho na Prisoner. Juma Limonga beki, full beki. Na mkashinda. Ilishinda watu walienda kuwaomba watu. Ukatio ndio wamewafukuza kina Jamhuri Kiweru. Tulieni. Mechi hiyo ya Simba na Yanga hiyo. Sababu wote walionekana ni chao hapo. Wote walionekana Jamhuri Kiweru kana kaiba kina mwanamtu kina nani sio mwanamtu sio nani. Lakini kumfuata Jamhuri Kiweru watu wa Simba wanaogopa, wanajua mtoto wake huyu ni mjini huyo. Anaweza katuzingua huyo. Tutulie kwanza. Na Prisoner hiyo. Watu wanaenda wanatambaa kwa miguu, jamani chonde. Prisoner anamngojea, Simba ndio imechoka beki Juma Limonga. Stop engine. Hataki masiara, yeye ni mchafuzi tu. Sisi tumetoka mbali sana shekhe. Mimi nakubali. Acha bwana. Mimi ndo maana waga naangalia watu. Kaja na taa moja, sawa. Lakini mimi naujua. Ndio. Mimi nimeanza kufuatilia mpira bado mdogo wa Tanzania huu. Safi kabisa. Yaani mdogo, alafu baya zaidi. Wazee wangu wameongoza hivi vilabu. Ndio. Na vikao vyao nilikuwa nawaona, watu wananikatalia. Basi kama mtaki, nimeshatoa story. Kwa hiyo mpira wa Simba na Yanga shekhe. Pale wenyewe kwa wenyewe wafichane, wale viongozi wa Simba. Wasiseme tunapita njia hii, tunapita njia hii. Wakiambizana tu tumekwisha. Akawe. Kama ile oda kusema mbuzi zinakuja walitoa na kuambia zile sasa sisili zile. Mbuzi wapi bwana wao watu nao Yanga nao bwana watafuta sababu. Waseme ngoja tuwachafulie hawa jina. Mambo yasiende mbali. Wao walileta mbuzi na wazee wafupi. Jamani, wazee wafupi ndio wanacheza mpira. Shehe mtu utasikudanganye uchawi kwenye mpira. Ingawa upo lakini hauna maana kama una timu nzuri. Ni kweli. Hauna maana wewe una timu wapo ubora gani? Wewe unaenda na Pao Marijobe anakusaidia nini? Unakula 5. Mtu mwenzio hebu twende taratibu. Kule mbele ana Aziziki. Ndio. Ana Pakome. Ana Mzinze. Ana Maxi. Ukija hapa chini ana Mr. Aucho. Ukija pembeni unakutana hao kwanza watano. Hao watano. Hao wengine unafanya kujazia. Una nini we? Haya twende Simba. Kuna vitu kule. Ile tunakula 5. Ile ya 5. Mwaka nini? Usigone. Twende. Sawa, bado alikuwepo. Nani? Alikuwa pale Mr. Chama. Anapiga mwingi. Alikuwa bwana wewe. Ndio unakumbusha yule mzee mambo kupiga mwingi. Makaburi wewe unakumbusha makaburi. Haya hatari ya. Mzee Saidi. Alikuwa anahangaika peke yake yule nani? Kibu mbele kule. Mwamba. Anahangaika tunaona ndo last tu. Nikasema last. Yule forward wako mwingine yule. Nani? Okla. Au kwetu. Wewe acha bwana.